الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. Ndugu zangu wa Kiislamu, ashukuriwa Rabbul Izzati wal Jalal, ziada rehma na amani zimwende kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na Waislamu wote ambao watakubali kumfuata mwendo wake hadi hiyo siku ya Kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumche na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuelewe ya kwamba miili yetu haiwezi kuvumilia moto alioandaa Rabbul Izzati wal Jalal. Bila shaka ni midhaifu na ndani ya moto haiwezi kuvumilia. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni hakika tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana, na madhambi haya tunayomkosea Mwenyezi Mungu yapo makubwa makubwa na yapo madogo madogo. Madhambi hayo akatueleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kujitenga mbali na madhambi, sawa yakiwa ni madogo au makubwa. Madhambi hayo mna makubwa na mna madogo, na hayo madogo ziko sifa ambazo yanaitwa, yapo yale madhambi madogo na yapo makubwa, na yapo yale makubwa ambayo ni mazito na makubwa. Hivyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza na kutuonyesha njia ya kuweza kuepukana na maasi yote, yakiwa ni madogo, yakiwa ni makubwa. Pamoja na hivyo akatusisitiza sana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kujiweka mbali na madhambi ya kuangamiza. Madhambi ni mengi ndugu zangu wa Kiislamu, yapo yale unayoyafanya yakawa ni dhambi unapata kwa Rabbul Izzati wal Jalal na utaadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yako yale ambayo unayofanya kwanza utaangamia hapa duniani na utazipata laana zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapa duniani na akhera ukaupata moto wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tukinge na hayo ndugu zangu wa Kiislamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
na kuwasingizia hawa kina mama ambao wanavaa majilbabi na kufanya vikao na kuwapa nguvu, sio tunawasingizia na kuwatukana na kuonekana kwamba hakuna watu wameasi kama hawa. Ndugu zangu wa Kiislamu, hadithi hii aliongea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kutuelekeza kwamba tujitenge na mambo haya ambayo ameyazungumza kuambia masahaba zake na si masahaba zake peke yao. Na sisi ndugu zangu wa Kiislamu tuwe mbali, tujitenge mbali na haya madhambi masaba yanayoangamiza. Yote mengi tunayofanya ni ya makosa, lakini hapo haya ambayo aliyasema Mtume na akatutahadharisha kwayo na kusema kwamba tuwe nayo mbali, kwamba ni hatari. Waislamu yoyote atakayefanya moja katika haya, moja kaangamia na kazipata laana zake Rabbul Izzati wal Jalal. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na haya. La kwanza kalitaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, nani asiyejua ya kwamba kumshirikisha Rabbul Izzati wal Jalal ni moja katika dhambi za kuangamiza? Na ndio kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza na kusema ya kwamba kutokana na uzito wa dhambi ya shirki, Allah ana uwezo wa kuyasamea makosa yote tunayofanya binadamu, sawa kwa kumwomba msamaha au bila kumwomba msamaha. Lakini dhambi ya shirki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kamwe haisamehe, kama alivyosema Rabbul Izzati wal Jalal baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwe hamsamehe yoyote atakayekufa aliyekuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yoyote atakayefanya shirki, yoyote atakayemnyima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haki yake. Unapofikiwa na matatizo, usitazame pengine pa kukimbilia, mkimbilia Rabbul Izzati wal Jalal. Yeye ndiye atakayemaliza yote. Usimchange Mwenyezi Mungu na kingine, usimchange Mwenyezi Mungu na wachawi, usimchange Mwenyezi Mungu na wapiga ramli, usimchange Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waganga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe amekusha teremsha Qur'ani kuwa ndio tiba ya kututibu Waislamu kwa matatizo yote ambayo yanayotusibu, na haiwezi katutibu Qur'ani mpaka nafsi zetu ziwe nzuri, mpaka nafsi zetu zitengemee, kwa kuwa Allah hawezi kusema uongo. Waislamu, huyo ndiye ambaye aliyesema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Na tukaiteremsha Qur'ani ma huwa shifaa'un, kuwa ni dawa, wa rahma na huruma, lilmu'minin kwa waaminifu. Sio kila mtu yule ambaye muamini Allah ukweli wa kumwamini ndio yule ambaye atakayesomea Qur'an au akajisomea Qur'an kutokana na matatizo ambayo yanayomsibu, alafu Qur'ani ikamsaidia. Kama hatusaidiwa na Qur'ani, Waislamu, ni kutokana ya kuwa hatumwamini Rabbul Izzati wal Jalal ukweli wa kumwamini. Ashirku billah, kumbukeni alivyosema Nabiullahi Luqman akimwelekeza mwanae na kumwonyesha kwamba ya bunayya illa tushrik billah, usimshirikishe Rabbul Izzati wal Jalal, inna shirka, hakika kumshirikisha Allah, la dhulmun adhim, ni dhulma iliyokuwa kubwa. Na ndio kwa maana Mwenyezi Mungu naye akatia taakidi ya kwamba yoyote atakayekufa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana msamaha wa Mwenyezi Mungu, huyo ataingia katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoongea katika hadithi hii, likawa ndio jambo la kwanza alilolianzia la kuonyesha kwamba shirki ni jambo kubwa sana na ni dhulma iliyokuwa kubwa sana ambalo halina msamaha ila kwa yule atakayetubia mbele yake Rabbul Izzati wal Jalal taubatan nasuha, toba iliyokuwa safi. Hivyo jambo la pili akasema as-sihru, jambo la pili ambalo ni la kuangamiza uchawi. Waislamu, uchawi, wale ambao wanaofanya uchawi, wale kinadhilikize au mababu wanaotoa vitimba kwa watoto, ni dhambi ndugu zangu wa Kiislamu.
Kiislamu ya kuweza kuangamiza. Tizameni alivyosema Rabbul Izzati wal Jalal kuonesha hatari ya uchawi. Ndugu zangu, yale aliyokuwa akiyafanya Nabii Suleiman alayhi salam hayakuwa ni uchawi kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama kafara Suleiman walakinna ash-shayatin kafaru. Wala yale aliyokuwa akiyafanya Suleiman alayhi salam haikuwa uchawi na wala hakukufuru, walakinna ash-shayatin kafaru. Lakini hawa mashaitani ambao waliowafundisha watu uchawi, hao wamekufuru. Yuallimuna an-nasa sihra, wao waliwafunza watu uchawi. Wama unzila ala al-malakaini bi babila Harut wa Marut, yani waliwafunza uchawi kwa malaika wawili ambao walikuwa wanaitwa Babil na Harut, walikuwa wanaitwa Harut wa Marut, ambao uchawi huo waliufunza katika mji ambao ulikuwa unaitwa Babil. Ndugu zangu wa Kiislamu, yoyote atakayeshika uchawi aelewe tayari amekwisha kufuru na hatofaulu kamwe, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Hao wachawi wafanye wajuavyo, wadhuru wajuavyo, hawatofaulu bali ni maangamizo tu wanaotafuta kwa Rabbul Izzati wal Jalal. Wataangamia hapa duniani na siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia adhabu iumizayo, ila pale watakapotubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akataja jambo la pili Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika yale mambo 7 ambayo ni ya kuangamiza. Akasema jambo la pili, qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Usithubutu kuua nafsi ya kiumbe kiasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kuua. Na kuua kuna aina nyingi, sio mpaka ushike kisu na kumchoma mwenzako, au kushika bunduki na kumpiga, au kushika bongo na kumpiga. Kule tu kumshauri atakayeua au kufurahi kwa yule aliyeua. Sawa na matatizo ambayo sasa tunayo, akatokea mtu kuuawa ukafurahi, tayari umekushaua, na hilo amelikataza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila akapendelea Rabbul Izzati wal Jalal ife nafsi pale itakapokuwa imefanya kosa la kuuawa. Akasema Rabbul Izzati wal Jalal, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Eliweni kwamba kuna kisasi kwa yule ambaye aliyeua, kuna uhai. Na laiti watu nchi zote zingelifuata sheria ya Kiislamu kwa yule ambaye anayeua au wewe, basi tungekuwa na amani. Lakini leo hakuna amani, kwa kuwa yule ambaye anayeua anafungwa siku 2 au 3, mwezi mmoja anatoka, na kesho kutwa ataua. Hivyo mauaji yataendelea. Hapo ndipo mtakapoona kwamba Uislamu ni dini. Uislamu una mengi ambayo uliyaweka kama sheria za kuweza kuchunga uhai wa watu. Alivyosema Allah, walakum fil qisasi hayatun, yani wani kwamba atakayeua au wawe kuna uhai. Huyu akiua akauawa, hakuna mtu ambaye atakayesubutu kumuua mwenzake, kwa sababu anajua kwamba na mimi nitauawa. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha ubaya na dhambi ya mtu ambaye anayethubutu kumuua mwenzake. Akasema Rabbul Izzati wal Jalal, man qatala mu'minan, yule ambaye atakayethubutu kumuua muaminifu mwenzake, muislamu mwenzake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia adhabu 5. Akasema Rabbul Izzati wal Jalal, moja, fajazaohu jahannam. Mwenyezi Mungu amemwandalia adhabu ambayo ni jahannam. Alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man qatala mu'minan muta'ammidan, yule ambaye atakayeua muaminifu muislamu mwenzake kwa kusudi, basi fajazaohu jahannam. Hiyo ni adhabu ya kwanza, moja atakayepata sawa na sababu ambazo nimeziongeza kuweza kuua. Sio mpaka uwe kwa upanga au kwa kisu, yani hata ukimpongeza yule ambaye aliua, basi na wewe umeua, ukaiporomosha mimba, na wewe umeua, ukamroga mtu, umeua, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandalia nihaya fatali, fajazaohu jahannam. Moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia adhabu ya jahannam. Si hayo tu, 2, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema khalidan fiha, ataishi milele ndani ya moto wala hatotoka. 3, wa ghadiba Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkasirikia hasira ambayo hatopata kumkasirikia yoyote. Hiyo ni adhabu ya 3 ambayo atakayepata mtu ambaye atakayethubutu kuua. Adhabu ya 4, wala ana
atamwandalia adhabu iumizayo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ama jambo la tatu katika yale mambo, ama jambo la nne katika yale mambo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema tujikinge kwayo, aklu riba, kula riba. Ndugu zangu wa Kiislamu, na hii haitamwacha yoyote ndugu zangu wa Kiislamu, na hasa wafanya biashara hawaogopi riba. Ndugu zangu wa Kiislamu, hawaogopi riba, hasa wale wanaotumika na mabenki hawaogopi riba. Au mtu unampa mwenzako deni, unamwambia utanipa ziada. Riba ndugu zangu wa Kiislamu ina mlango mpana, tukiongelea hatutomaliza, lakini eleweni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha na riba, na Mtume akasema ni moja katika madhambi yanayoangamiza. Kila yeyote anayejua kwamba anakula riba, anafanya biashara na banki, anafanya biashara na moja katika banki kwa kula riba, basi ajirekebishe mapema kabla hajajiandaa na vita ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anasema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huondoa na kuvuta baraka katika mali yoyote ambayo inatumika na riba. Kisha Mwenyezi Mungu anaijalia mali iliyotolewa sadaka, zaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaifanya kuzidi. Mungu anatutahadharisha Waislamu kutokana na kula riba. Anasema Rabbul Izzati wal Jalal, ya ayyuhalladhina amanu, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih la tadhlimu wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Anasema Rabbul Izzati wal Jalal, enyi ambao mlioamini, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mumche. Wadharu ma baqiya min ar-riba, na muachane na kazi ya kufanya kazi za kutumika na riba. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumwamini. Fa in lam taf'alu, na kama hamtofanya Waislamu, sikilizeni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale wanaotumika na banki, kwa wale wanaotumika kwa kula riba, kwa wale wanaotumika kwa ziada katika mali zao. Sikilizeni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa in lam taf'alu, kama hamkuacha kutumika na banki, kama hamkuacha kula riba, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Jiandalieni vita nyinyi na Rabbul Izzati wal Jalal, jiandalieni kupigana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, ni nani ambaye anaweza kupigana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ni moja katika mambo ambayo yanaangamiza riba, kama alivyotueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wa Kiislamu, ashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na Waislamu wote ambao watakubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya Kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa mara nyingine tena tumche na kumwogopa Rabbul Izzati wal Jalal. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiendelea kutuonyesha madhambi hayo ambayo yanaangamiza, na jambo la tano akasema Mtume, aklu mali yatim, kula mali za mayatimu Waislamu. Na hapa wataokoka wadogo, wale ambao baada ya ndugu zao kufa wakawalea mayatima, wakashindwa kuwalea kama vile anavyotaka Rabbul Izzati wal Jalal, alafu na baadaye wanakula mali zao, tayari umekwisha kuwa msimamizi kwa nyumba ya wale watoto waliofuata baba yao. Alafu maskini ya Mungu hawavizi kama wanavyostahili, na mali ya baba yao ipo, hawani kama inavyostahili, na mali ya baba yao ipo. Na chungu zaidi ni pale tunapofisha mmoja miongoni mwetu akawa yuko na mali, hapo ndipo anaonekana kuwa wadogo na ndugu, hapo
utamfukuza haraka iwezekanavyo, asiwezi hata kukaa katika nyumba ya mume wake. Nini hapo? Akikaeda ataanza kuwa kichunguza na kujua mali ya mume wake na kuonekana kwamba anaweza kuisimamia moja kwa moja na kukuza. Ndugu zako wa Kiislamu, wewe unafanya hivyo Muislamu na kumfukuza na kumnyanyasa yatima, elewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe atakuandalia kama ulivyomnyanyasa yatima wa ndugu yako, ndivyo wako watanyanyaswa. Akasema Rabbul Izzati wal Jalal, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim walyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Na waokope ndugu zako wa Kiislamu, wale ambao wameachiwa watoto mayatima, waokope kuwanyanyasa, waelewe kwamba na wao kesho watakufa, watawaacha mayatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa wewe na wale watateseka kama ulivyowatesa ndugu yako. Kama tadinu tudanu, ukikopesha 10 utalipwa 10. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatahadharisha na kuonyesha ubaya wa kula mali ya yatima aliyeachiwa na baba yake, usimlee na inavyohitajika. Akasema Rabbul Izzati wal Jalal, innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Hakika wale ambao hawaoni oga kwa kula mali za mayatima, waelewe kwamba yeye anakula chapati kwa mchuzi mzito, kwa chai ya maziwa, pembezoni juisi au koka, yeye anaona yuko anakula. Aelewe hakuna anachoingiza katika tumbo lake, inma yakul, aelewe kama hali illa ni moto anaoingiza ndani ya tumbo lake. Na si hayo tu, wasayaslawna sa'ira, na atafikia katika moto uitao sa'ir. Allah tukinge. Jambo la sita, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tawalli yawm az-zahfi, kukimbia wakati watu wamekwenda kupigana vita kisha ukarejea nyuma. Kwa wakati wa leo ipindi tu, kuna sababu nyingi za kuweza kupeleka Uislamu mbele. Ikiwa Muislamu atakuwa na uwezo wa kufanya hivyo alafu asifanye, ataingia katika hili jambo la tawalli yawm az-zahfi. Na jambo la saba, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwatukana hawa kina mama ambao wanaojitahidi kufanya vikao vya kheri, ndio kina mama ambao wanaonekana kama ni wasutwa, ndio kina mama ambao wanaonekana kwamba ni mashakunaku. Kwa kusema tuwape nguvu ndio tunawapa maneno ya kuwatukana Waislamu. Ndugu zangu, ikiwa hawa kina mama ambao wanaojitahidi kuwa na vikao vya kheri na kufuata madarasa watakuwa ndio masutwa, watakuwa ndio mashakunaku, hawa ni nguaji wa vichen party, wa malaya, nao tuwaite vipi? Ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tuwape nguvu, tusiwaumize kwa kuwasingizia. Hivi leo yani kiasi ambacho sisi tumejipa kazi za kuanza kuwachunga watu wa kheri, akifanya tu kidogo tu tayari umekushapeleka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama ursilu alayhim hafidhina, jamani sikikutumeni mie Rabbul Izzati wal Jalal kunichungia hawa waaminifu, kwamba akifanya kosa tayari umekushapeleka. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujitenge mbali sana na kuwa tunawasemea uongo na kuwasingizia watu wa kheri. Ukiliona kosa kwa mtu wa kheri, limiminia kati yenu, jitahidi ulihifadhi au mnasihi kuliko kwenda kulitangaza leo, ili mtu awe kama vile wewe. Yani unaomba kabisa aanguke katika kosa. Akasema Mwenyezi Mungu, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Yani unamkuta mtu hawezi kukuona uko katika njia ya kheri, ila anataka tu na wewe uanguke, utoke katika njia ile ambayo uko ndani yake, ili muwe sawa. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunatujitahidi tuhifadhi haya aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuweza kuwa nayo mbali. ala wasallu ala al-hadi al-bashir akram rasul wa awdah nadhir faqad amarakum bidhalika al-latif al-khabir faqad amarakum bidhalika al-latif al-khabir bi amri bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minun faqala azza min qa'ilin ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
فامتثالا لأمر الله وحبا برسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن 6 باقين مبشرين بالجنة وعنا معهم بكرمك وحفظك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziada rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na waislamu wote ambao watakubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumche na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuelewe ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba moto na akaumba pepo, na moto ameumba kwa ajili ya kuingia wale wataomkosea Rabbul Izzati wal Jalal, na pepo kwa ajili ya wale ambao watakaozifuata sheria zake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa miongoni mwa wale ambao watakaozifuata sheria zake na kuingia katika pepo hiyo. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Anazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaupigia mfano mji au kijiji kilichokuwa na amani mutmainna na utulivu, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, zilikuwa zikija riziki kutoka pembe zote za dunia. Fakafarat bi an'amillah, zote hizo zilikuwa ni neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikipa kijiji hicho au nchi hiyo, lakini hawakuweza kuona kama ni neema walizopewa na Rabbul Izzati wal Jalal. Baada yake nini walichofanya? Fakafarat bi an'amillah, wakakufuru neema zake Rabbul Izzati wal Jalal. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf, Mwenyezi Mungu baada ya kuona kwamba wao wamekufuru neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akawavika vazi la njaa na uoga, bima kanu yasnaun, kwa yale ambayo wamejitendea wenyewe, bimaana madhambi waliyofanya kwa kusahau neema ambazo walizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akaamua kuwavika vazi la njaa pamoja na uoga. Ndugu zangu wa Kiislamu, labda utatukitazama aya hii utakutana inawezekana kwamba au unaweza ukasema kuwa malengo yake yalikuwa ni nchi ya Burundi. Tukumbuke ndugu zangu wa Kiislamu, wakati nchi ya Burundi ilikuwa na amani, riziki zake zikitoka kila maeneo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwamba nchi za jirani, Tanzania, Uganda, Kenya, wakija katika nchi ya Burundi kufanya biashara, kutokana na amani iliyokuwa katika nchi ya Burundi, kutokana na riziki zilizokuwa katika nchi ya Burundi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuletea riziki kutoka sehemu zote. Hapo ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu akatunyang'anya hayo kutokana na nini? Na madhambi ambayo tuliyofanya kwa wingi sana. Hasa tuache tu makafiri, sisi Waislamu tukawa na madhambi ya kupindukia, kila dhambi watu walizifanya. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi, cha kwanza Mwenyezi Mungu alianza kutupa njaa, na baada ya njaa Mungu akatupa uoga. Ndiyo hiyo vita tumedumu nayo muda wa miaka 12, na baada ya hapo ikaondoka, ipakawa na utulivu, maasi ya kuacha, Mwenyezi Mungu akaturudishia tena, njaa hiyo imeingia. Nini Waislamu? Kutokana maasi ambayo tunayafanya. Hatutaki kuacha maasi. Riziki tunazopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu wa Kiislamu, ni neema ambayo labda watu wataki kuitazama na kuiona, na laiti tukiacha maasi Mwenyezi Mungu ataturudishia hali yetu ambayo tuliyokuwa nayo. Allah akaendelea kusema ya kwamba na yote haya ni kwa sababu gani ndugu zangu wa Kiislamu? Ni kutokana na uchafuzi unaokithiri barani na baharini, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Mwenyezi Mungu anasema dhahara al-fasadu fil barri wal bahri, umekithiri ufisadi, machafu, madhambi, maovu baharini na barani, nchi kavu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea sasa maajabu, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, ili awaonjeshe basi hata kidogo waipate hiyo njaa, wapate huyo uoga, huenda wanaweza wakarejea kutokana na mabaya, uzinifu, uchafuzi, udhulumati, kuchukiana, labda wanaweza wakarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akawarudishia hali waliokuwa nayo. Ndugu zangu Waislamu, bila shaka hali ambayo tunayokuwa nayo ya njaa na uoga, bila shaka ni kutokana na maasi ambayo yanayofanywa usiku na mchana. Na yote haya ndugu zangu wa Kiislamu aliyazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaja akayasharehesha na kuyaashiria Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, anasema ya kwamba aqbala alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal, siku moja Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama anavyotueleza Abdullah ibn Umar, alikuwa amekaa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake wakiwa muhajirin na maansar. Muhajirin ni wale waliotoka Maka kuhamia Madina, ama ansar ni wale masahaba ambao waliowapokea wezi wao waliotoka Madina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu kutokana na tabia zao zilizokuwa nzuri, za namna walivyowapokea wenzao na wakawapenda. Akasema
anasema Rabbul Izzati wal Jalal, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah kawasifu hawa maansar waliowapokea ndugu zao kutoka sehemu za Makka na kuja pale Madina. Mungu anasema na wale ambao waliojifanyia makazi yao kwa Madina, yuhibbuna man hajara ilayhim, waliwapenda wale waliohama kufika kwao, wa yu'thiruna ala anfusihim, na walikuwa wakiwapa kwa kila walichokuwa nacho, walau kana bihim khasasa, laiti wakati huo ilikuwa ni uzito. Ndugu zangu wa Kiislamu, walipokuwa wamekaa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maansari pamoja na muhajirin, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kikao kile walikuwa kama kwamba wamejigawa. Maansari wamekaa sehemu hii na muhajirin wamekaa sehemu hii, ambao ni hao wa muhajirina kutoka sehemu za Makka, na huyu Abdullah ibn Umar alikuwa ni miongoni mwa muhajirina waliotokea Makka. Ndio anatueleza ya kwamba siku moja tulikuwa tumeikaa pamoja na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akatugeukia akasema, ya ma'ashara almuhajirin, enyi kundi la muhajirin. Amewaelekea Mtume akawaambia, enyi kundi la muhajirina, khamsun idha tulitum bihinna, khamsun idha tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Mtume anaambia masahaba zake ya kwamba mambo matano masahaba zangu, mambo matano masahaba zangu, ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikujalieni pindi atakapotokea mkawa bado mko kingaliki hai, bali muwe mmeshafariki, msikutane nayo, maana ni balaa kubwa sana. Mtume anawaeleza masahaba zake, machozi yakimtoka, anawaambia khamsun idha tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, mambo matano yatatokea masahaba zangu, enyi muhajirina, ninamuomba Mwenyezi Mungu masahaba yatakapotokea hayo mambo muwe tayari mlishakufa, maana itakuwa ni hatari, Mungu asikujalieni kuweza kuyadiriki hayo mambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuambia masahaba wanasubiria sasa, wanasikiliza nini kitakachotokea, ni mambo gani hayo ambayo inafikia Mtume kuambia masahaba zake, a'udhu billahi an tudrikuhunna, ninamuomba Mwenyezi Mungu akukingeni masahaba zangu msikutani na hayo mambo matano, maana ni hatari. Mtume akaanza kusema, moja, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ama jambo la kwanza katika hayo mambo matano ambayo ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikujalieni kuyadiriki, itakuwa ni hatari masahaba zangu muwe mmeshakufa. Akasema, lam tadhhari fahishatu fi qaumin qattu, itafikia wakati ndugu zangu wa Kiislamu hautodhihiri uzinifu wazi, hautodhihiri uzinifu wazi ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malipo ya kule kudhihirisha kwao uzinifu, hizo nyakati zitakapotokea watu kudhihirisha uzinifu wazi, Allah fasha fihim at-ta'un, atawaletea magonjwa ya maranga na ukoma, wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atawaletea maradhi mbalimbali ambayo hayakuwepo katika zama zilizopita. Ndugu zangu wa Kiislamu, aliashiria Mtume yote haya hayakuwepo, bali aliposema itakapofikia watu kudhihirisha uzinifu na kuweka wazi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa ugonjwa wa ngozi, mbaranga na ukoma, na si hayo tu, wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat, pamoja na maradhi mengine mbalimbali ambayo hayakuweza kuwepo katika siku ambazo zilizotangulia. Ndugu zangu wa Kiislamu, ndio hayo ambayo yametokea leo. Zina imekuwa ni kama vile ndoa.